Wanamwita Yolai, mtoto wa kwanza wa kiume wa bwana General Taroga, anaye mzigo wa raia, yani mtu kama laki hivi. Alafu General, 적장이 공격 Vanguard 있습니다. waliosimama mbele yetu vipi hawa? 먼저 공격할까요? Inaonekana kama sio kikosi ama ni mtego. 명을 내려주시. Yaani watu wachache namna hiyo watujie uso kwa uso. Sururi ambaye ni ndugu yake na Sururi, yani ndugu nusu, baba mmoja mama mbalimbali. Sururi half brother anamuita Yolai, mtoto wa General Taroga ambaye sasa anashikilia nafasi ya ugeneral. Kwa hiyo hapa ni mtu na dada yake, mtu na kaka yake, uso kwa uso. Na huyu mwamba hapa ni shemeji, na jamaa alishamkabidhi dada yake kwa kumfinya. Kwa hiyo yeye kumfinya ugeneral hadi akampatia dada. Sasa mchezo umeanzia upya. Unajua tunaweza tukakutana kwenye sahani ya chakula tukala. Tukikutana sheli wewe unaweka mafuta fresh. Tunaweza tukakutana uwanjani wewe ni beki mimi ni forward ikawa vita. Kwa hiyo maisha ni vyovyote tunavyokutana ndo tuishi. Mambo yaende. Bwana anasema chaji. Anakuja. General. Hawa wachache wanatujia, tufanyaje? Wako wadogo tu wachache, alafu wanakuja wangu. Wanamuita Yolai General. Anasikilizia tu. Anasema waambie wazee wa farasi Calvary. Hawa Calvary wanatembeaga juu ya farasi, wanaitwa Calvary. Wanapiga panga lakini ni juu ya farasi. Wakaitwa Calvary ili wapambane uso kwa uso na miamba. Watu waoni walikuwa na majambia ya kupinda, majambia ya kihistoria ya Kichina. Wamongols wanatumia mikuki mirefu yenye vichuma mbele, yani gyongoki, na vidani vidogo vyenye uchebe wa rangi nyekundu. Hawa ni Wamongols, na nywele zao zimenyolewa zikibakizwa sehemu ya karibia na utosi ama karibia na ushogo, yani nywele zinabakizwa huku ndefu tu zinafungwa, lakini pembeni zinakuwa zimeisha. Hawa wanaitwa Wamongols na Wakitani. Wana njaa na ardhi vibaya mno. Wamongols wanaishi visiwani. Maisha yao yote wanaishi katikati ya visiwa. Nchi yao ni sehemu ya baridi. Huo kipindi cha masika ardhi yao inaganda na kuwa barafu. Ila wanaondokaga na kuvamia nchi kama Japani na sehemu zingine mbalimbali, Korea, hata na Wachina wenyewe. Wamongols ni watu ambao wana makazi. Na hawa Wamongols ndio wametumika na Warumi kuleta vita ya kidini katika miaka iliyopita. Ni wenye nguvu, alafu hawanaga makazi na wanamgeuka mtu yoyote. Hakuna mtu ambaye anakubali kuwa rafiki na Mongols. Hawaelewagi hawa. Yani anakupendua chapu, yani ukimlipa tu Mongols anakugeuka. Hobia. Anasema haya. Alita. Na wazee wa makanoni wakaitwa. Piga fire cannon. Wamongols walishawahi kulipwa wakaenda Uturuki kwenda kutafuta kitabu kinaitwa Humul Kitabu. Msaafu waliutafuta kwa miaka karibia 200. Hawakujua kwa nini watoto wa Kiislamu wanaenda madrasa. Wanahifadhi kitabu hicho kuanzia watoto. Yaani msaafu mzima unamkuta mtoto wa miaka 8 anao kwenye kifua. Sasa utamuua yupi umwache yupi? Kwa hiyo msaafu hauwezi kupotea kwa sababu watu wameuhifadhi. 호병 준비. Bwana anambia mikuki vamia. Mongols na Kitani wakaitwa. Mzigo wa watu ni wengi sana. Jamaa wako wachache tu, lakini vita walikuwa wanaipiga sio ya nchi. Hata kwenye maisha yako ukiwa unapigana vita ambaye haina sababu, yani sababu yake wewe ni kulipwa, ile vita lazima kwako isiwe na machungu. Yani kuna wakati ukizidiwa unaachana na ule mshahara unaondoka. Ukitaka kupigana wewe pigania haki yako, utakuwa na nguvu ya kupigana mpaka mwisho. Lakini ukipigana kwa sababu ya fedha, kuna saa utaona hizo fedha ni ndogo, uhai wako ni mkubwa zaidi. Hivyo yanatokea hayo. Kupigana kunatakiwa kuwe na sababu ya kupigana. Bas. Ndio maana wanayepigana mapambano ya kulipwa, mtu akishindwa anainama chini. Anasema sichezi tena. Nimeshindwa. Sasa wanapunguzwa
kikosi Vanguard Commander General, wanamwita General Jaran Yujina, yuko na mwanamama Sururi, yuko na Cheurion Commander wa pili ambaye ni assistant commander. Lakini kikosi ni kidogo mno. Wazee wa makofia na makatinki waliyekwa kati ni Kifinyo bin Mikuki, walikuwa wanatobolewa mitobeo ya hatari. Wakumwita Cheurion yuko kati ya ulimwengu wa watu. Mwamba Jara ni mwenyewe yuko center half na watu. Mambo bado, yani bado jasema. Hey, wanamchafua nyongo Mwamba, wanamtoboa, anachomoa ngoma, kufa na wawili, sambaza namna hiyo, kamata na huyu wa huku, kamweka kati, chomoa mzigo, mpa vitu, wengine wanamtoboa mgongoni. Na ile jamaa limeshiba, waga nilizito, lakini wingi ulimzidi. Anageuka Jaran, anakuta kijana wake anatobolewa, yani anatobolewa tobo. Nipigaje hapo? Anaita kamanda, naenda mimi. Alitangulia mtu ambaye alikuja kumwokoa, anatangulia yeye. Hana nguvu tena, mwili umekwisha kupasuliwa, upepo umetoka, tairi aliwezi kutembea, kubeba gari vigumu. Bado raia wanakuja. Sasa hapa ikafunguliwa Bintu Nshigi. Kama uchawi so uchawi, nguvu za giza, radi so radi, namna hii ikipiga namna hii inakuwaga ni tatizo. Yani ulimwengu unateketea. Aliwachana vibaya mno. Yolai anaangalia hii kitu hajaiona.